أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أعز الخلق وأشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وطبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وبعد. Mwanzo lazima tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutujalia tukawa tutakuwa tuko katika nyumba miongoni mwa nyumba za Mwenyezi Mungu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, tukiwa twakifasiri kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni wangapi waliokuweko mwaka jana, mwaka hunu hawako tena? Ni wangapi waliokuwa wazima na afya zao mwaka jana, mwaka hunu ni wagonjwa, hawawezi kufika mahali kama hapa? Sisi tumeweza kufika na tukawa tuko hapa kwa fadhila na rehma na utendakazi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo mwanzo lazima tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema kama hii. Kisha Mwenyezi Mungu amemuumba bin Adam. Baada ya kumuumba akamtagua, akamfanya ndiye kiumbe bora katika viumbe vote alivyoviumba. Lakini ubora huu hawezi kuupata mwanadamu huyu ila kwa kuandama sheria aliyoipanga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ila kwa kusafisha moyo wake uwe msafi. Na ndiyo utakuta Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema, laula anna ash-shayatin yahumuna fi qulubi bani adam la nadharu ila malakuti samawati wal ardh. Lau si mashetani kuwa wamepiga kambi katika nyoyo za wanadamu, wanadamu wangaliweza kuona siri za ardhini na mbinguni. Yani huyu mwanadamu ni kiumbe mtakatifu sana na ana uwezo mkubwa sana, lakini mpaka anapojitambua kuwa yeye mwanadamu. Na ndio al-Imamu Ali alayhi salam akasema, awatazumu annaka jirmun saghirun, wafikiria wewe ni hiki kiwiliwili kidogo, wafika na ndani yako intwa wal alamul akbar, ulimwengu wote uko ndani yako wewe mwanadamu. Chuma kiko ndani yako, shaba iko ndani yako, maji yako ndani yako, moto uko ndani yako. Kila kitu unachokiona nje ya ulimwengu kiko ndani yako wewe kama mwanadamu. Kwa hivyo binadamu huyu aliyetukuzwa na Mwenyezi Mungu ana khiari kuifuata ruhu yake, apae ende karibu na Mola wake, au aanguke ashike mtanga kwa mikono yake. Baada ya kumuumba na kumjalia kuwa ni kiumbe mtakatifu, hakumuata hivi hivi, amemtumilizia mitume. Baada ya mitume kukateremshwa vitabu, yote yuwalengwa yeye bin Adam, ili awe binadamu sawasawa, na akapawa kitu kinachoitwa akili, kitu ambacho kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
alipokiumba alikiambia akbili fa akbala, kabili kikakabili, adbiri fa adbara, zunguka kikazunguka, kisha akakiambia ma khalaqtu shay'an afdhala minka, sijaumba chochote bora kukushinda wewe. Bika uakibu wa bika uthibu, kwa sababu yako wewe akili nitamneemesha mtu, na kwa sababu yako wewe akili nitamtesa mtu. Baada ya kupawa akili, mwanadamu amepawa na kitu kingine kinachoitwa al-ikhtiyar, khiyari. Mbingu, nyota, maji, upepo, jua, hizi zatembea vile zilivyopangiwa na Mungu, hazina uwezo wa kukhalifu. Lakini wewe bin Adam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakupa kitu kinachoitwa khiyari. Ukitaka fanya mazuri na ukitaka una uwezo wa kufanya mabaya. Kwanza umpawa akili ni mizani, kisha umepawa na uwezo wa ikhtiyari ya utague unalolitaka wewe, kisha umeteremshiwa kitabu. Kitabu kama hiki Mwenyezi Mungu amekiteremsha, malengo na makusudio ni liyadabbaru, watu wazingatie, waliyatadhakkara ulul albab. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, Qur'ani ni kitabu tumekiteremsha kukuteremshia wewe, kimejaa baraka ndani yake. Lengo nini? Liyadabbaru ayatihi ili wazizingatie aya zilizomo ndani, waliyatadhakkara, na waedheke, ulil albabu, wale wenye akili. Leo inshallah tutaanza tafsiri yetu ya suratul Fatiha. Tumetagua suratul Fatiha kwa sababu ni sura ambayo kwamba sote twaisoma kila siku katika swala zetu, kama alivyosema Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, la salata liman lam yaqra bifatihati lkitab, hana swala yoyote ambaye kwamba hatosoma suratul Fatiha. Kwa hivyo swala ya faradhi na swala ya suna haiswihi wala haikubaliwi na Mwenyezi Mungu, ni lazima usome suratul Fatiha. Sura hii imeteremka Maka. Tunaposema sura imeteremka Maka au sura imeteremka Madina, maana yake ni nini? Kila sura ambayo kwamba imeteremka kabla ya Bwana Mtume kugura Maka kwenda Madina huitwa Makki, na kila sura iliyoteremka baada ya Mtume kugura Maka kwenda Madina huitwa Madani. Kwa hivyo sura hii imeteremka akiwa Bwana Mtume yuko Maka, na kuna kauli kwamba imeteremka mara mbili, iliteremka Maka kisha ikarudi ikateremka tena Madina. Na hakuna katika Qur'ani sura bora na tukufu zaidi ya sura hii. Ni sura kubwa sana, haikuteremshwa kutoka katika Taurati wala Injili wala Zaburi wala Qur'ani, sura ambayo kwamba ina utukufu na ubora zaidi ya suratul Fatiha. Sura hii ni dawa ya maradhi. Lau mtu ni mgonjwa akasomewa suratul Fatiha, basi ni shifaun, ni dawa. Bali kuna riwaya inayosema lau mtu yuwafa akawa maiti, si ajabu lau atasomewa suratul Fatiha mara 70, Mungu akamregeshea roho yake, kuonesha uzito wake. Si kwa yoyote anayesoma waweza kusema mimi naweza kusoma 70 na hakui lolote. Yataka moyo kwanza umekuwa safi, chakula unachokula ni halali, tabia zako ni njema, ndio ile Qur'ani utakayoisoma wewe iweze kuathiri. Na ni miongoni mwa sura zenye majina mengi. Moja katika majina yake yaitwa Ummul Kitab, mama wa kitabu.
Yani hii ni Qur'ani, mama wake ni Al-Fatiha. Jina la pili yaitwa Ummul Qur'an, mama wa Qur'ani. As-sab'ul mathani pia ni jina lake, aya 7 ambazo kwamba za msifu na kumtukuza Mwenyezi Mungu, aya ambazo kwamba zarudiwa zikirudiwa kila siku zikisomwa. Vile vile yaitwa Ar-Ruqya, ni sura ya kuzunguliwa watu na kuombewa watu Mungu subhanahu wa ta'ala. Vile vile yaitwa As-Salah, kwa sababu haiswihi swala bila ya suratul Fatiha. Yaitwa Al-Qur'ani Al-Azim, yaitwa Alhamd, zote ni majina yake. Ashafia, Alwafia, Alkanz, Almunjia, ina majina mengi na kila jina lina maana yake, kuonesha utukufu na ubora wa sura kama hili. Kuna riwaya imepokewa Abi Said bin al-Khudri alikuwa yuko katika msafara na wenzake maswahaba wa Bwana Mtume. Katika kutembea kwao, chakula kikawamalizikia, maji yakawaishia, wakaingia katika kijiji ambacho kwamba kina mfalme. Wakaomba kukurubishwa na kufanyiwa ihsani, lakini wale watu wa kijiji kile kwa uovu wao wakakataa kabisa kuwasaidia au kuwapokea kama wageni. Mara mkubwa wa kijiji akaumwa na nyoka, bwana mkubwa akawa taabani, wakamaliza matibabu yao, wakaona hayafai, ikabidi sasa wende wakaombe kwa wale wageni waliokuja, wakawakataa. Abi Said al-Khudri akiendewa akaambiwa, basi mimi najua naweza kumfanyia dawa. Alikuja akaingia, akamwekea mkono, akamsomea suratul Fatiha mara 7. Akimaliza kusomewa suratul Fatiha, pale pale ushingo ukakoma, afya ikarudi, akawa mzima. Akawapa kikosi cha mbuzi, wakatukua mbuzi wale. Waliporudi kwa Bwana Mtume, wakenda wakampa habari Bwana Mtume kwamba tumekwenda katika kijiji, mwenyewe mfalme ameumwa na nyoka, tumemzungua kwa suratul Fatiha, amepona na ametupa zawadi hii. Mtume akamwambia, niambuliani na mimi, hilo mlilolifanya ni sawa sawa, niambuliani na mimi, ili kuwapa kinaa kwamba kuzungua au kumsomea mtu Qur'ani ni jambo halina mushkili, na hii ni hadithi sahihi. Alisomewa suratul Fatiha. Mtume asema suratul Fatiha shifaun likulli da'in, ni madawa ya maradhi yote, illa sam, illa mauti tu. Na imepokewa riwaya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema, walladhi nafsi biyadi, na apa kwa yule ambaye kwamba nafsi yangu iko mkononi mwake, ma anzala Allahu fi taurati, hakuteremsha Mwenyezi Mungu katika Taurati, wala fil injili, wala katika Injili, wala fi zaburi, wala katika Zaburi, wala fil Qur'ani, wala katika Qur'ani, mithlaha, mfano wake. Wa hiya ummul kitab, na hii ni suratul Fatiha, ndio mama wa kitabu. Na ni wajibu kila Muislamu aijue suratul Fatiha kuisoma, tena aweza kuisoma kwa kisomo sahihi, kwa sababu ikiwa huipati suratul Fatiha, huijui suratul Fatiha, huna swala ambazo kwamba wewe utaswali zile zitakubaliwa. Sura imeteremka Maka na ina aya 7. Aya ya kwanza ni bismillahir rahmanir rahim, na kuna ikhtilafu kubwa baina ya wanazuoni ambao kwamba baadhi yao wadai kwamba bismillahir rahmanir rahim si aya katika suratul Fatiha, na hawa ni Mahanafi, na ndio utaona wakiswali misikitini wakianza huanza na alhamdulillahi rabbil alamin. Kuna wengine wasema ni aya katika suratul Fatiha, lakini haifai kujihirishwa, husomwa kwa siri. Hawa ni kina Ahmad ibn Hanbal. Lakini sisi madhhabu ya ahli albayt
Twaamini kwamba suratul Fatiha bismillahir rahmanir rahim ni aya mustaqilan katika suratul Fatiha, na ni lazima uisome, na ni lazima katika swala za jahari uijihirishe, na ni mustahabu katika swala ambazo kwamba ni za siri uidhihirishe bismillahir rahmanir rahim. Ndio utaona hata tukiswali adhuhuri, tukiswali alasiri, twaidhihirisha ili tutafautiane na wale ambao kwamba waiona si aya katika suratul Fatiha. Bismillahir rahmanir rahim, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye kurahamu viumbe wote wema na waovu, hayawani walioko bara na baharini, na mwenye kurahamu waumini tu siku ya Kiyama. Neno bismillahir rahmanir rahim ni neno kubwa sana. Ukiangalia jahazi ya Nabii Allah Nuh, baada ya kutengezwa, kuingizwa waliojaliwa kuingia, manake alikaa Nabii Allah Nuh alfa sanatin illa 50 am, miaka 1000 kupungua 50, lakini ma amana maahu illa qalil, walomwamini walikuwa ni watu kidogo, alipata takriban watu 80. Akawaingiza kwenye jahazi. Mwenyezi Mungu asema bismillahi majreha wa mursaha, kwa jina la Mwenyezi Mungu lilitembea jahazi likatekwa changa, na kwa jina la Mwenyezi Mungu lilitia nanga, kuonesha umuhimu wa bismillahir rahmanir rahim. Ukija kwa Nabii Allah Suleiman, barua aliyoiandika kumpelekea Balqis, mfalume wa Yaman, mwanamke malikia. Barua hii kwanza alikwenda na Nabii Allah Suleiman, alikuwa na tabia akifanya mitingi, wale ndege huja wakati ya mbawa zao wakashikana shikana mpaka wakaleta kivuli. Mara siku hiyo akipeleka mato akawa muona hudhudi hayupo, watafakada at-tayr faqala mali la ara al-hudhud am kana min al-ghaibin, mbona simuoni hudhud ama hako leo? Akaahidi vimondo, akija nitamtinda, akija nitamtoa manyoya nitupie tungu. Mara hudhud akaja na habari ya kuwa nimekwenda, nimewaona watu na mfalme wao wasujudia jua. Hapo Nabii Suleiman kutaka kuhakikisha ukweli wake akamwandikia barua, innahu min Suleiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Yasemekana Nabii Allah Suleiman alimuuliza Hudhuda, waonaje nikupe jeshi likufuate? Hudhuda akamwambia, madamu katika barua kuna bismillahir rahmanir rahim, sina haja ya jeshi, hii itatosha. Kuonesha uzito wa neno la bismillahir rahmanir rahim. Ukija katika Al-Qur'ani Al-Karim, jambo la kwanza liloteremka, Mwenyezi Mungu alimwambia Mtume, ikra bismi rabbikal ladhi khalaq, soma kwa jina la Mola wako. Ni ile ile bismillahir rahmanir rahim. Makuresh kabla ya Uislamu walikitumia bismika Allahumma, walikuwa hawazungumzi bismillahir rahmanir rahim. Ndio yule Suhail bin Amr katika sulhu ya Hudaybiyah alipoambiwa iandikwe bismillahir rahmanir rahim, akamwambia Imam Ali alayhi salam, hapana, mimi habari ya rahmanir rahim sijui, andika bismika Allahumma. Kwa hivyo neno bismillahir rahmanir rahim ni neno zito ambalo kwamba lina maana matukufu na mazito. Kila mwanadamu ataka neno hili liwe ndilo linalokaririka katika ulimi wake. Ukiingia nyumbani bismillahir rahmanir rahim, ukitoka nyumbani bismillahir rahmanir rahim, ukipanda kipando chako bismillahir rahmanir rahim, ukishuka bismillahir rahmanir rahim, ukiingia nyumbani ukiingia chooni, ukilala, ukiamka, usiliwate, hata ukipokea simu bismillahir rahmanir rahim. Utaona hata yule mtu akwambie maneno gani, moyo wako utakuwa tayari una matumaini kwamba wewe uko pamoja na Mungu. Kisha wasema hii be albau lilmusahaba, hii be maana yake ni kwamba wewe wasema mimi niko pamoja na Mungu katika kulifanya hili ninalolifanya. Bismillahi
be ni harfu jarri, ismi ni majruru bilbe, ni mutaalliqun bifi'lin mahdhufin taqdiruhu abda'u bismillahir rahmanir rahim. Bismillahir rahmanir rahim, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye kurahamu wema na waovu ulimwenguni, mwenye kurahamu wema watupu kesho akhira. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea hiki ni chombo cha kutuonesha sisi tulivyo wanyonge na madhaifu na tunavyomhitaji yeye katika uhai wetu na baada ya kufa kwetu. Wakati mmoja al-Imamu Ali alayhi salam alimuona bwana mmoja bega limetoka, akamwekea mkono likarudi mahali pake. Yule alipoliona limerudi mahali pake, akawa yuamfuata akimuuliza, ulisoma nini? Ulifanya nini? Imamu akamwambia, nilipiga bismillahir rahmanir rahim. Hiyo tu likatoka tena. Yani aliifanya kitu kidogo, lakini bismillahir rahmanir rahim ni kitu kikubwa sana, haswa unapokuwa wenda kuingia choni. Maanake unapoingia choni usipopiga bismillah ukasema a'udhu billahi minal khubuthi wal khaba'ith, wale majini walioko choni hukuona uchi wako na waweza kukuathiri na wakakudhuru. Hata yasemekana kwamba anaingia choni kwa guu la kushoto na akapiga bismillah, kuna bakteria fulani kule choni huwa hawawezi kumwataka. Kwa hivyo wengi wale wanaoanguka choni, ukasikia mtu ameanguka choni amekufa, mtu ameanguka choni ameparalyze, ni moja katika sababu ni kukhalifu sheria zile zilizopangwa na Bwana Mtume namna ya kuingia choni. Ukiingia choni ataka uingie kwa guu la kushoto, upige bismillahir rahmanir rahim, a'udhu billahi minal khubuthi wal khaba'ith, ufinike kichwa chako, usizungumze choni, usiimbe choni, usivute sigara ukatupa moto, kwa sababu kuna viumbe ambao si wa kawaida wamekuzunguka mahali kama pale. Kwa hivyo bismillahir rahmanir rahim, ukipanda kitanda kulala, ukiamka asubuhi, ukishuka kitandani, usiitowe mdomoni, kwa sababu maana yake ni kuwa wewe umekubali kuwa ni dhaifu, ni mnyonge, huna uwezo. Uwezo anao Mungu. Kwa hivyo wewe wataka msaada kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Walipoiondoa katika suratul Fatiha, al-Imamu Jaafar as-Sadiq alayhi salam asema qatalahumullah, Mwenyezi Mungu awaangamize. Khadhafu afdhala ayatin fi kitabillah, wameifuta aya bora zaidi katika Al-Qur'ani Al-Karim. Nayo ni ipi? Ni bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Baada ya bismillahir rahmanir rahim imekuja alhamdulillahi rabbil alamin. Hapa kuna al-alfu wal lam, alhamdulillahi rabbil alamin. Hii ni alfu na lamu, wenyewe wenye lugha wasema ni al-istighraqu liljins, yani yaenea kila kitu. Himdi ya Mwenyezi Mungu yaenea kila kitu, hakutoki chochote. Kisha neno himdi ina maana mawili. Mara nyingine huja kwa maana ya kusifu kitu, kama umekwenda mahali ukauona mchoro umechorwa au sanamu amechongwa, ukamwangalia, ukampenda, ukamtamani, pamoja na kuwa humjui aliyeuchora mchoro ule wala aliyemchonga sanamu yule, ukamsifu kwa kupitia ule mchoro uliouona, ukasema huyu aliochora hapa ni bingwa, ni hodari sana. Hili ni moja katika himdi. Maana ya pili ya himdi ni kushukuru kwa wema uliotendewa. Sasa aya hii yasema alhamdulillahi, sifa njema zote na shukurani zinazomfanya mwenye kusifiwa na kushukuriwa astahiki
kuabudiwa lillahi, ni za Mungu peke yake. Mwengine yoyote aweza kushukuriwa, aweza kusifiwa, lakini hatofika kiwango cha kuwa astahiki kuabudiwa kwa sifa na shukurani ambazo kwamba atatolewa. Lamu lilikhtisas, yani alhamdulillah, hii ni lamu iliyoko hapa yaitwa lamu likhtisas, yani himdi na shukurani zinazomfanya mwenye kuhimidiwa na kushukuriwa astahiki kuabudiwa zimemhusu yeye peke yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha Rabbul Alamin, mlezi, bwana wa viumbe vote. Neno arrabu katika lugha ya Kiarabu lina maana mengi. Mara nyingine huja kwa maana ya almalik, mfalume. Mara nyingine huja kwa maana ya asayid, bwana mkubwa. Mara nyingine huja kwa maana ya almaliki, mwenye kumiliki. Mara nyingine huja kwa maana ya alkhaliq. Neno arrabu lina maana makubwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mlezi wa kila kiumbe, tena tofauti iliyoko baina ya Mungu na kitu kingine chochote ni kwamba Mwenyezi Mungu kila alichokiumba akakileta katika ulimwengu hakiwati tena ila al-abadi, milele na milele na milele. Yani wewe kutoka ulipokuwa umetatawanyika kwenye mkate, kwenye mboga, kwenye supu, kwenye vitunguu, kwenye mayai, babako akenda akazila zile, kukatengezeka damu, kukatengezeka damu ile ikenda ikatengezeka manii, yote wewe uko katika rehma na rububia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Manii kama yale yakatoka kwa wingi, ndani yake kuna ndani yake kuna mamilioni ya viumbe, wote wakafa, wewe ukabahatika ukaweza kuingia katika yai la mamako, ukazaliwa wewe. Na kutoka umezaliwa, kutoka ulikuwa huoni ukaona, husikii ukasikia, huna meno ukamea meno, yote ni katika arububiyatullahi rabbul alamin, mlezi wa viumbe vote. Alalam ni kullu ma siwa Allah, alam ni kila kisichokuwa Mungu. Kuna alamu dhari, kuna alamu barri, kuna alamu bahar, kuna alamu samaa, kuna alamu dunia, kuna alamu nabat, kuna alamu hayawan, kuna awalim kathira, na zote ziko chini ya ulezi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu yeye ni Rabbul Alamin, ni mlezi wa viumbe vote. Yeye ndiye mwenye kuviumba na yeye ndiye mwenye kuvikuza, na yeye haviepuki wala vile viumbe havimwepuki yeye. Kila kilichoko ambacho kwamba kiko katika wujud kiko chini ya rububiyatillah, na hakuna mwenye kuathiri mwingine ila ni yeye tu. Kwa hivyo chochote kitakachotokea katika maisha yako, chochote kitakachokukufika, hakuna mwingine ambaye kwamba aweza kukuhami au aweza kukufanya wewe usifike katika lile alilokupangia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu yeye ndiye mudabbir. La muathira fil wujudi illa Allah, hakuna mwenye kuathir katika alamil wujud illa yeye peke yake ndiye anayeathir, anayepata, anayekosa, anayehuika, anayekufa, anayekwenda, anayerudi, zote ziko katika mkono wake, wala haghafiliki, wala hachoki, wala hasahau Subhanahu wa Ta'ala. Rabbul Alamin, mlezi wa viumbe vote. Ndio hata wale mabajuni katika vave husema bisumila twambe, mola tumuombe, mvumba vivumbe na itive nane, suni na viombwe na tele vivumbe viveme kula vipembe, zote ziko chini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Rabbul Alamin, mlezi wa viumbe vote. Arububia, moja katika misingi ya tauhidi na kumpwekesha Mwenyezi Mungu, baada ya kumpwekesha dhati yake kuwa hana mfano, hana mwanzo, hana mwisho, ni kumpwekesha katika utendakazi wake, kwamba yeye ndiye mlezi wa viumbe vote.
Yeye ndiye mwenye kutegemewa na viumbe vote. Kula yaumin huwa fi shan yasaluhu man fi samawati wal ardh, yasaluhu man fi samawati wal ardh, wamuomba yeye, wamtegemea yeye vote vilivyoko mbinguni na ardhini. Kula yaumin huwa fi shan, kila siku ana jambo walifanya. Yani kila nukta inayopita kuna wujudi ambao tutateremshiwa, kila nukta inayopita kuna rehma na utendakazi wa Mwenyezi Mungu unaofanya. Kuna vitu wewe huna khiari, moyo wako kudunda, ini lako kupiga, figo zako kufanya kazi, huna uwezo wala hujui kunaendelea nini. Wewe waweza kuingia katika ICU ukapoteza fahamu, mwezi ni wiki, moyo waendelea na kazi yake, maini endelea na kazi yake, figo ziendelea na kazi yake. Yote nini? Rabbul alamin, mlezi wa viumbe vote. Arrububia, kisha alalam ni kullu ma siwa Allah, kila kisichokuwa Mwenyezi Mungu ni alam. Kwa hivyo ni lazima tuwe na imani ambayo itakuwa ni thabit, haitokuwa na shaka kuhusu mkono na utendakazi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo tutakoma hapa. Mwenye suala aweza kuuliza, tunazo kama dakika 10 za suala na jawabu.